Unaongea Kirundi? Yeah, mimi unasubiri na malizo unaongea Kirundi. Oh ya vraiment ndakiganira ariko si cyane gose. Ndakiganira ariko si cyane gose. Gose cyane. Iriya jambo ry'Kirundi woba uzi kuvuga mani. Jewe. Ndagukunda uri mwiza nashase vraiment tube nawe vraiment kubera umutima wanje uragushaka ibintu byinshi cyane bro. Hiyo ni kama habari nzuri unaweza kama hii ni sifa tulipata kwenye familia yetu kwa Big Fizzo leo kupendana na dadangu. Ya kuona mtu kama Big Fizzo akapenda dadako hiyo ni bahati nikasema. Yani ni bahati kubwa sababu pako inalingivyo kisi unavyokuwa unampenda wewe kwa upande mwingine unaweza kusema kama nyingi zingine bahati hizo. Yapo. Ya ndio hivyo yani pako wengi sana wanataka kupendana bapako wa dada wengi wanataka wapendane na wastare lakini ile nafasi wanaikosa lakini mimi nampatia kama sifa mimi wanamke wote ni mimi natongoza wanaongea Kirundi yani najitahidi na bambana na urakigerageza ukivu ndakigerageza cyane kandi ya majambo meza cyane iso sevre. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru chamakibaza na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Ngo tukoma tubikora reka tubanze dukengurikira Imana ya muri kumwe natwe dusubira dukengurikira namwe bw'abakunzi ba Buja Hit TV. Nkuko mumbona ndi kumwe n'umutumire ariko no munsi turaza kuvuga Igiswahili nta kundi murabizi neza yuko si bose usanga bavuga Ikirundi. Ego, vipi bro? Poa sana mkubwa. Poa sana. Sana nashukuru Mungu. Uko fresh? Sana kabisa. Kwa nini unaongea Kirundi bro? Sababu mimi niko Mkongomani yani ninizoea kusema sana Kiswahili lakini ukinichokoza kwa Kirundi tunaenda lakini kidogo. Inafaa miaka mingapi unaishi Burundi? Mimi nilizaliwa Burundi. Sema tu ni sababu familia yangu ilinikomaza kwa kuongea Kiswahili sana zaidi. Sikukuwa napenda kuongea Kirundi. Lakini hivi sababu naonana na warafiki wengi tena warafiki yangu wanaongea ni Kirundi na wanaanza kunifundisha polepole hivi nishaanza kukijua kidogo ya. Sasa kwa unaongea Kirundi? Ya kidogo naongea. Kwa sababu nakwambia hivi. Sikujua. Kwa sababu watu wengi wanatufuata sisi Buja TV ni watu wenyewe wanasikia Kirundi kwa sana. Na tukiachilia kipindi hiko kwa lugha ya Kiswahili ni wengi wanaoga komentari pale chini nasikia vipi man uno musimu ngatubani kweli kwa mtavuga Kirundi chiwanyu kane vitu ya hivyo unaona yani wanapenda lugha yao sana. Na ingekuwa vizuri tukaongea Kirundi sijui kama tukanikubali. Mboke. Basi utaweza ongea kwa Kirundi mimi na kujibia kwa Kiswahili. Sikia lakini sijui kukiongea. Kutuachanganya acha tuongee tu Kiswahili tu seti. Ya isumbui mkuu wangu. Kabisa kwa mtu mwenye akujuta ukajimtambulisha kivipi? Ya mimi jina langu Birji. Niko musicien wa Burundi. Naishi na Kabiga ya kwanza. Ulianza muziki aje? Mwaka gani? Ya mimi mambo ya kusema nianze kuimba. Nakumbuka nilikuwa kwanza mfanzi. Nilikuwa mfanzi wa Big Fizzo pamoja na Arafro. Nilikuwa napenda kurudilia muziki zao. Sasa ndio nikasikia mimi kweli nina kipaji cha kuimba yani. Nikasema acha nisogelee bajama. Ndio nikasahau mimi nilikuwa katika kundi ya KSMG ilikuwa inapenda gisi narudilia muziki zao zile za na zile zote unakutana wakaanza naambia dogo acha uingie katika studio. Ndio sasa nikaingia kwa studio 2013 yani nilitoa muziki inaitwa Nalia lakini sikuipana katika radio sababu nilikuwa ningali naoga yani. Nikaendelea hivyo ngasikia nina don ya kuimba lakini tatizo pesa ndio ilikuwa inanisumbua nikashimamisha kidogo. Lakini hivi ndio nirudi tena. Sasa hivi ukisabu wewe mwenyewe kwa upande wako unaona kushafika kwenye muziki mingapi? Kwa hivi gisi nianza 2013 nikashimamisha. Kwanza mimi nilikuwa katika kundi. Sababu saa ninishimamisha nilikuwa na watu walikuwa bananambia Birji usishimamishe muziki yani endelelea. Sasa ndio nikaingia katika kundi wakanipropose nikaingia mkundi inaitwa Alpha Boys. Ilikuwa kundi ya vijana batatu mimi Birji pamoja na SG na Edi Khalifa. Sasa mmoja wetu akatutoka nikaendelea hivyo tu polepole nikaona wale walikuwa wanataka tu baimbe lakini haikuwa kipaji chao. Mimi nikasema mama haisumbui acha mimi niendelee katika kazi ya muziki na ndio nikaanza kujipiganisha mimi peke. Unaona mimi kabisa nilikuwa najima hata kwa kusema ni kule
nilikuwa na changa pesa ili niingie katika studio, lakini kwa hivi nikarudia 2018. 2018 nikatoa muziki inaitwa Ikirori, 2019 nikatoa muziki inaitwa Nielewe. Kwa hivi niko na muziki miwili. Sababu nilianza 2018 yani, hivi niko na muziki miwili. Hizo ngoma umezitengenezea kwa producer gani? Mbo Ikirori nitengeneza kwa producer anaitwa H-Baby. H-Baby alikuwa anatumika na Forest Pro zamani, na yeye ndio alinitengenezea muziki wa kwanza inaitwa Ikirori, na muziki huu wa pili nitengeneza ku studio inaitwa Play Music, inaitwa Nielewe. Kwa hivi niko na miwili, nashukuru Mungu kwa hizo. Na video ngapi? Mimi sijaanza kufanya video sababu ningali naanza. Nadhani siku za mbele Mungu akisaidia video nitaifanya yani. Uliingia naweza kusema kwa career music ili muziki kufikishe wapi? Ili muziki kusaidie nini? Kwanza mimi kwanza muziki na ushika kama kazi. Yani mimi sishiki muziki kama mtaani yani. Sababu mimi sasa nilianza kuingia mambo ya muziki nilikuwa katika korare. Sababu mimi familia yangu inaimba mambo ya gospel yani. Sasa ndio nikaingia gospel, nilifanya miezi mitatu niko naimba gospel. Yani unasikia ni kitu kile napenda. Sasa nikasema Mungu akinisaidia na uwezo sijaupata, lakini kwa gisi na changa ndogo nini mkuu wangu ananisaidia, wengine wako wananisupport wananisaidia, nadhani Mungu akisaidia sitauacha yani. Muziki ni kama kazi hivi, ndio naanza sasa. Ego kwa bariko baradukurikirana rero nizere yuko ibigize jina bro ni Bill G. Ibigize Bill G mwavyumvise yayibabwiye, kandi gituma ari hano rero ni indirimbo yiwe yashasha yitse Nielewe, yaje kuduha ashize kuyaze gushaka kumugaragaro kugira ngo benshi bayimenye. Rero twaza twibaza ibibazo nawe uriko aradukurikirana ngo aco bibaza ati mbega izo ndirimbo twozisanga he, twozikura hehe? Bro, sijui account yako YouTube inaitwaje, ili mtu mwe aza kwa kunafuata ikipindi aruke kidogo afa na arudi atizame tena. Mimi account ya YouTube ni unafika tu pale unaandika Bill G Gaele. Yani Bill G Gaele unakutana muziki zangu, na kwa kusema waandike Bill G ni B I L mbili na G na Gaele. Yani hiyo ni account yangu, naingia pale unaangalia muziki yangu kabisa. Na wasisahau kwa kutia makomantele zao, nazipenda sana. Yapo. Kuna mtu aliniambia, nilikuwa nauliza kuna mtu aliniambia eti kuna ndugu fulani nyinyi na kina familia kina Sosokei, ni kweli hao? Sosokei ni kama ndugu yangu, sababu dadake ya Sosokei yani baliwana na muyomba yangu, na tena Sosokei na babake ni watu pamoja, ni walitoka katika familia moja na mama yangu. Yani ni brother wangu, ni ndugu yangu kabisa. Yani ndugu yangu kabisa, na hivi majuzi ndio tunaongea na Perapsi. Sababu Perapsi ni mtu mwenye anapenda kunisuguma sana katika muziki yani. Ananipatia nguvu. Yani mie Koshe MG, Perapsi, Sosokei, Bajosdi ni familia moja kabisa. Upande wako Sosokei angekuwa angali, muziki wake ungekuwa unafika wapi? Kwa upande wake? Upande wako wewe. Sosokei angekuwa angali, muziki wake ungekuwa unafika wapi? Sosokei mimi namuita kama king. Sosokei alikuwa king blaza. Zidi Big Fizzo. Boss, sio kusema ngo kwa kushinda Fizzo. Yani Sosokei nikisikia yani alikuwa king kwa hip hop kabisa. Mimi nilikuwa napenda ile wakati nilikuwa napenda muziki yake sana, kama hii Never Die limba na Afro la hizi na zingine na zile za limba na Perapsi, unaona. Yani unakutana ni kaka mwenye angekuwa kwa hivi yani angekuwa anatetemesha Burundi, lakini gisi Mungu akupenda akambewa hivyo. Ndazani kasema nibiye bintu kumbure, ni vitu gani ambavyo wao ukiviona unamkumbuka Sosokei, au ukisikia mtu anaviongelea unasikia nimemiss brother? Mimi kitu kene mie kweli yani kitu kene kinakuwa kinanumiza zaidi kwa kuona gisi banafanya ile mkumbuko wake yani. Ile mkumbuko yani inakuwa inanitushe yani inanipiga sana yani. Sababu nikisikia ile mkumbuko la ujamaa angekuwa angaliki kabisa.
yani mambo mazuri mbele, yani hata muziki kabisa ungekuwa uko mbele sana zaidi. Yani kio kitu bakipiga tu bakiorganize kio kitu, yani nakuwa namkumbuka sana, na mara mingi sana bakiorganize na kwa naenda kusupport. Bananiita pale na chana nini, nasema mambo ya Sosokey kidogo, narudilia muziki zake, na kwa mambo matamu sana. Siku yako ya mwisho kuonana na Sosokey ilikuwa siku gani? Mimi siku ya kuonana na Sosokey kumbuka ilikuwa siku moja niko nyumbani pale na Nibwiza Kude. Nilikuwa niko na Perapsi na Sosokey, ilikuwa mausuhu hivyo yani. Sasa nilikuwa naenda ku studio ya Maibobo Record. Unaona? Kaenda pale ndio sasa nikaikala nao kidogo, tukaongea mambo mawili matatu, akanambia dogo vipi, muziki wako unaendeleaje, unaona mambo inakuja. Ananiambia pole kabisa. Na ndio nakumbuka hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa kuongea na Sosokey kabisa. Ilikuwa ndo siku ya mwisho kuongea na Sosokey. Nizere yuko abantu bakora dukurikirana mwavyumvise mwamenye kuri kose yuko bo bafitaniye ubucuti budasanzwe hamwe na Sosokey, kandi akaba yatubwiye ko ari umufana wa Big Fizzo. Sasa mimi na swali, hivi Sosokey angekuwa angali na Sosokey angekuwa angali na Big Fizzo right now, tunajua yendo iko mwale watu wanaongoza music ya industry +257. Sasa wewe kwa upande wako ungeona king ingekuwa ni nani? Mimi kwa upande wangu sio kwa kusema kama Big Fizzo mimi ninampinga. Na Big Fizzo mimi sikumpinga hata kidogo. Big Fizzo ni mtu mwenye namheshimu, tena ni mtu mwenye namshika kama brother, sababu mimi nakumbuka Big Fizzo ni mtu mwenye alikuwa anakuja katika familia yetu, na mplisi aliwahi kubeba na ni dadangu lakini akamwacha. So natia kama aliwahi kubeba dadangu. Kubeba dada? Alikuwa bofre wako. Lakini unajua basani vitu vikaribika. Yani namshika kama. Kwa anaitwa nani? Dadangu alikuwa anaitwa Loriane. Nani? Loriane. Loriane lo Lolilo. No, Loriane, lakini kwa hivi iko nani Lubumbashi. Alipendana na Big Fizzo. Aliwahi kupendana na Big Fizzo, lakini Big Fizzo akampiga kapa. Big Fizzo alimpiga kapa dada. Noma sana. Fizzo ndugu Kabuchungu Desideratus Gikundiro. Habari zake hizo tunazipata, tunaendelea. Big Fizzo. Lakini mimi sio kwa kusema kama Big Fizzo niko na mponda, no. Big Fizzo ni mtu mwenye mimi na mheshimu. Hiyo ni kama habari nzuri, unaweza kama hii ni sifa tulipata kwenye familia yetu kwa Big Fizzo aliwahi kupendana na dadangu. Ya kuona mtu kama Big Fizzo akapenda dadako, hiyo ni bahati, nikasema. Ni bahati kubwa sababu pako inalingivyo kisi unavyokuwa unampenda wewe, kwa upande mwingine unaweza kusema kama nyingi zingine bahati hizo. Yapo. Ndio hivyo. Yani pako wengi sana wanataka kupendana, pako wadada wengi wanataka wapendane na wastare, lakini ile nafasi wanaikosa. Lakini mimi nampatia kama sifa sababu aliwahi kutoka na dadangu, yani ni sifa kubwa sana kwangu. Ni kama ukiuliza ukimweka pembeni na sister mkiokuwa mnaongea, sister anaongana kuambia kama walikufani na Big Fizzo. Naambia kitu hiyo kabisa, nikimuuliza naambia ana Bird, hiyo ni siri yangu. Wewe unajua hauwezi kuniambia siri yake yani. Au ni yale mambo ya wasanii kudate na wanawake wengi sana. Unajua mambo ya wasanii ndio hivyo. Yani mambo ya kukapa. Noma sana. Ni Lil Bird anakuambia, yani wasanii wawili ambao nakubali nani? Fizzo na mimi. Wasanii wawili nakubali, Mariam Sosokey na Big Fizzo. Bisa kandi maziko Sosokey yarabikoze bigacika ahantu muri industry Buja Flavor muri ya myaka ya 2005, 2003, 2004. Alikufa mwaka gani? Sosokey nadhani kwa kama na 2004 5 hivyo na sawa, 2004 ndio alikufa. Inawezekana sana mzee, una Bill Jaga kuchukua nafasi ya Sosokey, seti mzee kabisa. Ego natubwirira tukumusanga kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri YouTube hizo account zako zinaitwaje, ili mtu mwenye alipenda gisi unavyoongea, anapenda muziki yako akufollow vizuri. Mimi katika wakiingia katika account yangu ya YouTube ni Bird Gael, Instagram ni Bird Sauti Instagram, na Facebook ni Mwambazambe Bird Gael. Sasa mimi Mkongomani.
kiandika pale Mwambazambe Billy Gael hapo na nikuta kabisa. Wana kuitwa niyo nkuru bro. Nyongo. Mrundi uko Burundi bidi tu Mrundi. Mbo hiyo kawaida mimi mupyese yangu niko nao ya Burundi. Nishimiri maana Billy. Lakini katika familia iliniita Mwambazambe. Unajua kuchana kabisa kama seli kadogo tukafusimi vingi sana kadogo tu utie watu roho ili wafike na kufollow kwa Instagram kwa YouTube yako. Yeah. Rap. Sitaki R&B, mimi nataka rap. Unapenda rap, unapenda Sosoke ile kwa sababu na rap, unapenda Big Fizzo kwa sababu na rap. Nataka sana rap. Usikie kwenye ulitoa hizo talent zako. Yeah. My baby, mbona umenipinga? Umenifanya nikimbie na kapiga nini kilipo kutuma paka leo kuniliza. Mtoto mzuri, mimi nakuita kiza. Moja kwa moja kama mtoto wa bwiza. Niambie basi kama basi unanipenda. Kama kukupenda mimi nakupenda. Na kama tukusema tayari nimeshasema. Wangu my love, nione huruma. Yo, BG. Kabisa mumviri kigongwe BG agati mumviri kigongwe muone huruma yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'abakibaza na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor ego BG arashaka kubwira mukagira subscribe seti bro. Yeah. Bafanye subscribe kule man. Bafanye sabone. Bafanye sabone ava mu kihugu kiri novuga bagwiga Faransa gusa cyongereza numva yuko cyo bari gike ariko abwiye mugire sabone ni mu Gifaransa hama wiyandikishe mu Kirundi niko bivuga tuzosubira rero inshallah imari bikunze abambe bamfanye bye bro. Bye ndabakunda cyane gose. Bye. Unaongea Kirundi? Yeah, mimi. Unasubiri na malizi unaongea Kirundi. Ya vraiment ndakiganira ariko si cyane gose. Ndakiganira ariko si cyane gose. Gose cyane. Kia uwaga ukienda kutongoza unatongoza gani? Mimi. Mimi wanamke wote ni mimi natongoza. Wanaongea Kirundi. Yani najitahidi na bambana na. Urakigerageza ukivu? Ndakigerageza cyane kandi ya majambo meza cyane isose vraiment. Misi yose cyane asose. Niriye jambo gikirundi woba uzi kuvuga man. Jewe. Ndagukunda uri mwiza nashase vraiment tube nawe vraiment kubera umutima wanje uragushaka ibintu byinshi cyane bro. Yapo. Turabakunda turashaka ko tuzokomana namwe bakunzi ba Buja Hit TV. Bye.